Sasa nataka nikuonyeshe aina za ulimwengu zilizoko ndani ya dunia. Hakikisha unautiisha ulimwengu wa giza kwa kutumia mamlaka ya ufalme wa Mungu kupitia jina la Yesu Kristo. Kupitia jina la Yesu Kristo. Hakikisha unautiisha ulimwengu wa nini? Wa giza. Hebu sema ulimwengu wa giza. Nataka uelewe kwamba katika hii dunia tunayoishi kuna ulimwengu unaitwa ulimwengu gani? Wa giza. Na unafanya kazi. Unafanya kazi usiku na mchana. Na nikakueleza kwamba kuna watu maisha yao yameziditiwa. Kuna watu maisha yao yamebanwa na ulimwengu wa giza. Upo kabisa. Na nilikueleza asubuhi ya kwamba ulimwengu wa giza una kiongozi wake na una watendakazi wake. Yaani ni kama ofisi kabisa. Ofisi ambayo ina kiongozi anayeratibu shughuli zote na ina watendakazi. Ndivyo ulimwengu wa giza ulivyo. Una kiongozi kabisa na una watendakazi wake. Ndio maana kama unataka kuwa salama kwenye dunia, kama unataka kufanikiwa kwenye kile Mungu alichokuleta na kile Mungu alichokupa ufanye duniani, ni lazima, yani hapa sio kwamba kama nataka, yani ni lazima ukubali kutoka ndani ya moyo wako uweza kudhibiti, uweza kupambana na ulimwengu wa giza. Huu ulimwengu wa giza ukiwacha tu kwenye maisha yako utakuletea uharibifu mkubwa sana. Ndio maana lazima udhibiti ulimwengu wa giza. Na unaudhibiti kupitia jina la nani? La Yesu Kristo, na damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Ni lazima katika ajenda zako za maombi uwe na ajenda ya kudhibiti ulimwengu wa giza. Huu ni ulimwengu kabisa, una utendaji kazi wake, una shughuli zake za kila siku, mchana na usiku. Kuna shughuli ambazo zinafanyika kwenye ulimwengu wa giza. Ni lazima upate kudhibiti kwa jina la Yesu. Udhibiti kwenye afya yako, udhibiti kwenye uchumi wako, udhibiti kwenye kazi zako, udhibiti kwa watoto wako, udhibiti kwenye familia na kwenye maeneo mbalimbali. Lazima kuweza kudhibiti kwa jina la Yesu Kristo.